Tunafahamu kwamba Yesu Kristo alikufa. Yes. Tunafahamu kwamba Yesu Kristo alifufuka. Yes. Lakini kufufuka kwake kulihitajika nguvu fulani ya kuweza kumfufua kutoka kule, kwa sababu mind you, no one went there and came back. No one. Hakuna ambaye alikwenda kuzimu alafu akarudi. He was the first one. Ndio maana maandiko yanasema mzaliwa wa kwanza kutoka katika wafu. Mzaliwa wa kwanza. See it. Kwa hiyo mpaka yeye kuweza kufufuka, manake kuna nguvu ambayo ilihusika. Na and this power is unlimited power. Yes, ujumbe wa leo ni nguvu isiyozuilika. It is unlimited power. Nguvu isiyozuilika. Nguvu isiyozuilika. The unlimited power. Child of God, hakuna nguvu ambayo ilikuwa inaweza kuzuia mtu na mtu asiweze kufanya kitu chochote, na hata familia yake isifanye kitu chochote, hata mahali alipo pasiweze kufanya chochote kama nguvu ya mauti. Hakuna nguvu ambayo ilikuwa inaogopeka, na even today kwa wasiomjua Kristo, ambayo inatisha, ambayo inaweza kumshikilia mtu na mtu asifanye kitu chochote kama nguvu ya mauti. Katika nguvu za kidunia, nguvu ya mauti it's one of the biggest, greatest. But nguvu ya mauti ilisalenda kwa nguvu ya ufufuo ambayo inafanya kazi kwenye maisha yetu, kwa sababu tunayo. As I'm talking right now, we have that power. We have that power. My God. My God. Now look. Maandiko nasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, wa Efeso 1:17, Baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Yakishatiwa nuru, lengo mpate kujua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, kwa sababu mmeitwa kwa tumaini lililo bora sana. Neno nasema na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Nao mstari wa 19, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Manake as we are speaking right now, uweza ndani yetu upo ndani yetu ule. Kumbuka jana, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza na nguvu zake, katika uweza na nguvu zake. Atukuzwe yeye awezee kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa nguvu itendayo kazi ndani yetu. Now I want to show you the power, the might power that works in you, the dominion. Huweza. It's a dominion katika translations nyingine. It's dominion. Sasa hii dominion iko ndani yako, huu uwezo uko ndani yako, hii nguvu iko ndani yako. Ndio maana anasema na ubora wa ukuu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa urithi wake katika na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Manake hata sasa upo ndani yetu. Kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza na nguvu zake. Hapa tunaambiwa ya kwamba na ubora wa ukuu wa uweza wa nguvu zake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu hizo za uweza wake aliyotenda katika Kristo. Alitenda vipi? Manake alidemonstrate katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. You see it? Manake uweza huo, nguvu hiyo ndio ilitumika katika kumfufua Yesu Kristo. Ndio maana nguvu ya mauti ilisalenda, nguvu ya kaburi ilisalenda, nguvu ya kuzimu ilisalenda. Adui na maajenti zake, Ibilisi na maajenti zake wote walisalenda, waliishindwa hii nguvu ya ufufuo ambayo inafanya kazi ndani yako, ambayo inafanya kazi ndani yangu. Child of God, oh my God, what we have to do is to know this power, unlimited power.
It is unlimited power. Ni kuijua hii nguvu isiyozuilika, kwa sababu kama ilishindwa kumzuia Kristo, manake ni kwa sababu ya hii nguvu. Manake haipaswi pia, hakuna nguvu manake itakayoweza kukuzuia maadamu hii nguvu inaishi ndani yako. Unajua Yesu Kristo walipokuja Masadukayo kwake, wakawa wanamuuliza kwa habari za lengo ni kumjaribu, lengo ni kutaka kumtia kwenye mtego, kwa habari za mke anapofiwa na mumewe, wakimnukuu Musa kwamba mwanamke anapofiwa basi asiolewe nje ya ile familia. Maanake kulikuwa na utamaduni wa kurithiana, kama kaka amekufa, mdogo mtu anamrithi mwanamke. Then muuliza, tunaposoma sura 22 mstari wa 29. Yes, Mathayo 22:29. Unaweza kufungua hapo. Mathayo 22:29. Then wakamuuliza kwamba wake atakuwa ni mtu wa nani? Wakati wa kiyama atakuwa ni mtu wa nani? Imagine kwa nini wanauliza hivi? Kwa sababu hawa watu, cha kwanza, ni watu ambao walikuwa hawaamini katika kiyama, hawa watu. Lakini pia ni watu ambao walikuwa hawaamini katika malaika. Yaani hawaamini kama kuna malaika, hawaamini katika roho, tunaposema spirits. Hawaamini kwamba kuna hizo spirits, hawaamini kama kuna malaika, hawaamini kama kuna kiyama, hawaamini kama kuna ufufuo wa wafu, Masadukayo. Kwa lengo la kuja kuuliza, lengo sio kupata habari za mke, no, lengo ni kutaka kujua, kwa sababu anamuuliza okay, wakati wa kiyama, lengo kutaka kujua, je, kiyama kipo? Je, watu wanafufuliwa? Kwa sababu wao si hawaamini, kwa wamekuwa na mtego habari ya mke, lakini lengo ni kutaka kujua kwa habari za kiyama, habari za ufufuo wa wafu, kwa sababu wao hawaamini. Now look, leko sata la manoske. Ukisoma mstari wa 23, Mathayo 22:23, maandiko yanasema siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiyama, wakamwendea wakamuuliza. You see it? Wasemao hakuna kiyama, wasemao hakuna kiyama, maanake hawaamini hawa kama kuna kiyama. Nao twende mstari wa 29, Mathayo 22:29. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. My God, my Jesus. What a remarkable scripture. What a remarkable scripture. Manake swala lingine ambalo linaweza kumfanya mtu kupotea, kuangamia, ni nini? Kuto kuyajua maandiko na kuto kujua nguvu za Mungu. See it? Hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Upi? Ule. Maanake hapa anadhihirisha kwamba kama ninyi hamwamini katika ufufuo, ni kwa sababu hamjui kwamba kuna uweza wenye kufufua, ambao ndio huu tumeusoma katika Waefeso. Tumesoma katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 19, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Kwa anasema hamjui, mwapotea kwa sababu hamjui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu upo uweza wenye kufufua. Maanake ufufuo wa wafu upo kwa sababu uweza wa kufufua upo. Kama hamwamini ya kwamba haiwezekani mtu kufufuka kwa sababu hamkuwahi kuona, basi aminini kwa sababu huo uweza upo. Mungu anaweza kufanya hivyo. You see it? Kwa manake tunapaswa kuamini ya kwamba Mungu anaweza, na uweza wa sisi wa Mungu kuweza ameuweka ndani yetu. Nguvu zake na uweza wake unafanya kazi ndani yetu. Sasa kama uweza huo na nguvu hizo ambazo tumeambiwa tuwe imara siku ya jana, unafanya kazi ndani yetu, na uweza huo na nguvu hiyo ndizo ambazo vilitumika kumfufua Yesu Kristo, je, imagine vinaweza kufanya jambo gani kwako likashindikana? Jibu ni kwamba haiwezekani. Jibu ni kwamba hakuna jambo ambalo kwa uweza na nguvu ulizonazo unaweza ukashindwa kufanya jambo fulani. Haiwezekani. Haiwezekani. Au unaweza kutimilika katika eneo fulani. Haiwezekani. Child of God, you have the unlimited power. Kado agadia.